in the last 2 years tumesaidia vijana zaidi ya 400,000 young people to get jobs abroad. The government has directed the Youth Enterprise Fund to support young people who get jobs abroad. If they don't have money to pay for the air ticket, medical cover, or to get a passport, they will get support from the Youth Enterprise Fund so that that contract they have gotten abroad does not get lost because of lack of money ya tikiti ya ndege, ya mambo ya medical cover, ama kukosa pesa ya kwenda kutafuta passport. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo those are the programs we are doing, and step by step we will continue reducing the number of young people who don't have job opportunities in our midst. Mwisho kabisa nimalizie kwa kusema ya kwamba unajua Kawanjiko hapa amesema pia kuna barabara zingine alikuwa amesukuma hapo na ikajengwa kupitia hii serikali, Mushadha, Kayafa na barabara zingine about 47 kilometers. I remember I came here to bring the contractor. Nilikuwa hapa last year. Hizo barabara ambazo zinajengwa hapa Kiambaa toto barabara kidogo nyingi, it's about 47 kilometers at a cost of 3 billion shillings. Na pia kuna Northern Bypass ambayo serikali imesema ikamilishwe. Cabinet imepitisha 2 months ago ama last month ile Northern Bypass tukamilishe, ndio hii sehemu yote ifunguke maneno ya biashara. Kwa hivyo mambo ni mengi, wakati ni mfupi, ndio unaona sisi tuna focus na kazi. We are not bothered. Kuna watu wanataka tuingie kwa siasa na tunawaambia wakati wa siasa unakuja, there is no problem. Hakuna mtu anaogopa siasa. Sisi zote tumekuwa siasa, tujaanza jana. Tumekuwa siasa more than 20 years. Wengine zaidi. So wakati wa campaign kifika tutanyoroshana maneno ya campaign. Lakini kwa sasa hatutaki kuvurugana maneno ya siasa. Tunataka kusukuma KMTC ya Kiambaa ikamilike. Tunataka kusukuma ile polytechnic hapa TTI ya Wangunyi ikamilike. Tunataka hizo barabara Mheshimiwa Kawanjiko ameomba tuongeze ijengwe. Ama namna gani? Lakini wakati wa kampeni kifika tuingie kiwanja, kila mtu atoe rekodi yake. Kwa sababu hakuna mtu hajakuwa kiongozi. Kila mtu atuambie siku ile alikuwa kiongozi, nini alileta hapa Kiambaa. Ama namna gani? Si hata mimi nitajieleza. Nikifika hapa mtaniuliza maswali. Ama namna gani jameni? Si wale wengine pia watajieleza. So msiwe na wasiwasi, there's no problem. Hakuna shida, tutishane hapa kidogo na mambo ya bure. Kampeni kifika, kila mtu atatoa rekodi. Na hii mambo ya uchaguzi sio mambo ya vita. Hii ni mambo ya uongozi. Mwenye anachaguliwa anasaidia. Mwenye hajachaguliwa anangojea atachaguliwa siku nyingine. Ama namna gani jameni? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hivyo. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea kuzidi hapa. Mimi nimekuja hapa kusupport biashara. Nimekuja hapa kusupport wanabiashara wadogo. Sababu wanasiasa wengi wanakuja tu wakati wa campaign. Lakini sisi tunataka kukuja saa hii. Wakati wa kusimama na mwananchi ni saa hii. Hakuna campaign saa hii, hakuna uchaguzi saa hii, lakini hii ndio wakati wa kusimama na wananchi. Wakati ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Wakati wa kusimama na wananchi ni sasa, na kama sio sasa tuendelee tusiendelee jameni? Iko makosa kusupport wanabiashara kupata kuongeza biashara zao? Is there a problem with that? Tuendelee na hii program? Tuendelee tusiendelee? Sasa huyu Kawanjiko alikuwa amefanya ingine, amefanya ya pili, na iko equipment mingi ameleta hapa. Atakuja hapa atanipatia hiyo list tutangaze. Iko mapikipiki na vitu vingi tumeleta hapa. Sio tu mchango ya pesa. Ama namna gani? Tuendelee tusiendelee? Kawanjiko niletee hiyo list nisome ya ile vitu ambayo tumeleta hapa.
kupitia juhudi yako na juhudi ya sisi zote tukiongozwa na Rais William Ruto. Basi, lakini pia tunachangia vikundi vipate pesa ya kufanya biashara, na leo nimekuja na mchango kidogo. Sijui kama mungetaka nitangaze ama ikae. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nimekuja kwa sababu mimi ni kiongozi, singekuja mkono mtupu. Nimejipanga namna hii. Ama namna gani jameni? Ama namna gani? Vile vile nimepigia rais simu. Wakati nakuja hapa pia nikaambia rais naenda wapi? Naenda Kiambaa. Hata yeye ametusupport na some of the equipment ambao tutatangaza hapa, ile my equipment ya biashara, na pia amenituma na mchango yake. Sijui kama mungetaka nitangaze mchango wa rais. Nitangaze ama ikae tumrudishie? Si wacha rais asimame na wanabiashara wa Kiambaa, si walimpigia kura, si wako na haki ya kupata usaidizi wa rais kwa sababu walimpigia kura? Basi wacha sasa nitangaze. Kwani mnajua kwani si nimesema rais ametoa equipment na pia mchango ya kusindikisha hiyo equipment, hiyo mapikipiki na blow dryers na nini. Sasa ile pesa rais ametumana, kwani mnajua ni kama 50,000 hivi hapo. Aongeze fika 100,000, 200, 300, 400, 450. Umekataa 450. Na ikifika 500, 550 umekataa. Lazima aongeze. Mdosi aongeze pesa kwa sababu ni mdosi. Ifike 700, 750, 780. Umekataa. Aongeze asiongeze? Acha nione wale wanasema rais aongeze pesa. Kwani lazima ifike 950? Ifike mpaka ifike million. At a million. Ni million. Unataka million? Kuna wengine wanasema 2 term. Sasa 2 term ni kusema nini? Lazima ifike huko kwa sababu ni mtu ya 2 term. Ni rais wa 2 term. Lazima afanye kama mtu ya 2 term. Afanye ile 2 term. Ni ya 2 term. Nikisema harambee mnasema 2 term harambee. Watu hawajasikia wale wako Mombasa. Harambee. Hiyo ndio mmeamua. Hiyo ndio mmeagiza rais afanye. Kwa sababu nyinyi ndio mlimpigia kura. Nyinyi ndio mmeajiri kazi. Si nyinyi ndio mmeajiri rais. Na mmesema ni 2 term. Acheze kama yeye. Acheze kama mtu ya 2 term. Rais William Ruto amesindikisha hiyo equipment ambayo tutatangaza hapa. Iko equipment mingi. Amesindikisha na shilingi Okay, wacha nitangaze. Mmekataa 1000. Mlikataa maelfu zamani. Mlisema ni 2 term. So rais amenituma na shilingi milioni 3. Wacha nione salamu ya William Ruto. Jameni, salamu ya William Ruto. Wacha nione salamu ya William Ruto. Kiambaa hoi. Tuendelee tusiendelee? Umefurahi vile rais amewakumbuka tena? Niko na swali. Niulize. Swali ni hili. Si mimi nimeleta pesa ya rais? Sio imetosha? Haijatosha? Hata mimi lazima nifanye kitu. Sina bahati hata kama niko nyumbani.
hata kama nimeleta pesa ya rais, hata kama nimeongea vizuri kwa sababu out of the 70 million ni milioni 70 peke yake imetolewa na imebaki milioni ingine 60 million ndio ikamilike kwa muda wa chini wa mwaka mmoja. Mimi nawauliza watu ya Kiambaa, mungetaka huyu Kawajiko na viongozi wa Kiambaa wakuje kwangu tuende kwa rais, hiyo 60 million ya TVET ama Polytechnic ya Kiambaa itoke haraka iwezekanavyo, ndio hiyo TVET ijengwe ikamilike mwaka huu. Tuende tutafute hiyo pesa, So mimi kazi yangu kama deputy rais kusaidia viongozi wetu ndio maendeleo ipatikane haraka, ama namna gani jameni? Ama iko kazi nyingine ya deputy rais sikusukuma maendeleo ya wananchi, maendeleo ya Rorere, ama kuna kazi nyingine jameni ya deputy president? So mimi nawahakikishia kwamba hiyo TVET itakamilika, the remaining 60 million tutashikana nao viongozi tuende tuisukume itoke, hiyo TVET ijengwe na ikamilike katika mwaka huu ambao tuko nao. Na vile vile tukimaliza ujenzi wa hiyo TVET tutawajengea pia wale wanafunzi pale hostels ama manyumba ya kulala. Ndio hatutaki tena wanafunzi kukaa mbali na chuo, kwa sababu wakienda mbali na chuo hapo ndio wanaingiliana na madawa ya kulevya na pombe, alafu masomo yao inaharibika. And already we have money. Once the TVET is ready, tuko na pesa ya housing fund ambayo tutajengea hawa wanafunzi vyumba 600 vya kulala, na hiyo itagharimu serikali ya Kenya 281 million. And already we have that money, but we need to complete the TVET first. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Tusongeshe kazi mbele, kazi ya Kiambaa, kazi ya Kiambu, kazi ya Kenya mzima. Basi mnajua ya kwamba pia hapa hata kama Kawajiko hajataja, tunajenga masoko ambayo ni masoko ya wanabiashara wetu mashinani, wafanyie biashara mahali kuna heshima. Hiyo masoko inajengwa hapa, ni kama masoko matatu Kiambaa, na Kiambu County mzima iko na masoko 26, 26 markets in Kiambu County alone. Tuko na affordable housing project 17 hapa Kiambu, na tuko na programs ya institutional housing, kujengea polisi, kujengea medical training centers, 15 projects za institutional housing, 17 projects ya affordable housing na 26 projects za market hapa Kiambu County. Na ukiona ile pesa serikali inatumia hapa Kiambu County kwa hiyo programs 3, program ya affordable housing, program ya markets, programs ya hostels na institutional housing, the total amount of money to be spent in Kiambu County alone will be 70 billion Kenya shillings. Hiyo sio kazi ya rais. Jambo la nne, mnajua ya kwamba hapo awali wananchi wengi hawajakuwa na bima ya afya. Hatukuwa na bima ya afya kwa sababu NHIF haikuwa inakubalia wewe kama hauna kazi ya kuajiriwa ya mshahara ama hauna biashara, NHIF hawangekubali ujiandikishe kwa sababu hawajui vile utalipalipa hiyo malipo ya kila mwezi. Ndio Rais Ruto amebadilisha mfumo, tukaondoa ile NHIF tukaleta taasisi mpya ya SHA ambayo itapatia bima ya afya kwa kila mwananchi, huwa uko na kazi ama hauna kazi, huwa uko na biashara ama hauna biashara. Na tukasema wale watu wako na pesa mingi, wako na mshahara kubwa, wakatwe pesa nyingi kidogo. Wale wako na pesa ya katikati wakatwe pesa kidogo, na ule hana chochote cha kukatwa, ile pesa ambao wale wako na pesa wamekatwa itumike kulipia wale ambao hawana uwezo kabisa wa kulipa kitu chochote.
ndio tuwe na nchi yenye usawa. Mimi nashukuru sana wananchi wa Kenya, nashukuru sana wana Kiambaa na Kiambu, kwa sababu Kenya mzima sasa tukiongea, watu ambao wamepata kadi ya matibabu ni 25 milioni 25. Hiyo ni kama nusu ya watu wote wa Kenya already wamejiandikisha kwa SHA. Na Kiambu County, mimi nashukuru county government, nashukuru wale wengine wote ambao wamehusika. Kiambu County 1 million people wamejiandikisha, wamebaki 1.4 million kwa sababu population ya Kiambu ni 2.4 million. Nusu ya Wakenya 25 million wako na kadi ya matibabu, na ndio tunasema tuendelee na hiyo 2 term, ndio tutoe idadi ya watu ambao wako na kadi ya matibabu ambao 2022 walikuwa only 8 million under NHIF. Sasa under SHA ni 25 million na wanaendelea kujiandikisha kila siku. Ndio by the time hiyo 2 term ishe, tuwe na Wakenya milioni 55 wote wako na kadi ya matibabu jameni, ya kupunguza gharama ya hospitali. Tuache kuuza mashamba na kufanya harambee, tupunguze gharama ya matibabu. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Ni kazi si kazi? Ni kazi si kazi? Vile vile jambo la 5 labda la mwisho ni maneno ya kutafutia vijana wetu kazi. Vijana wengi katika taifa letu la Kenya hawana kazi, na hii ni tatizo tumekuwa nalo, limerundikana, ni shida ya mrundikano wa miaka zaidi ya 60. Kila mwaka vijana wanaongezeka ambao hawana kazi, na ndio unaona ya kwamba tumekuja na programs 3-4 hivi ya kupunguza idadi ya vijana ambao hawana kazi. Program ya kwanza, unajua ya kwamba tumeongeza idadi ya watu ambao tunaandika katika public service, sana sana walimu. Hapo awali tulikuwa tunaajiri walimu kama 5,000 kila mwaka, na since independence until now we only have 300,000 teachers who have been employed. Na kuna watu wengi wamehitimu lakini hawana kazi. But in the last 2 years tumeajiri walimu 76,000 in 2.5 years, 76,000 teachers, and in December we'll employ another 24,000 to make it 100,000 to reduce the number of jobless teachers we have in our country. By December this year, this administration will have employed 30% of all the teachers ever employed in Kenya since 1963. Between 1963 and 2022, serikali hizo zote zilikuwa zimeajiri walimu 300,000. But now, the last 2 years we have employed 76,000 teachers. We'll employ another 24,000 in December and will continue increasing. Jambo la pili, hii program ya affordable housing, hii ya kujenga manyumba na kujenga masoko, inasaidia vijana kupata kazi. Kwa sababu kuna kazi pale kwa mjengo, kuna engineer pale, kuna quantity surveyor, kuna mtu architect, kuna plumber, kuna electrician, kuna mason, kuna hata mtu ya mkono. Na hiyo program ya affordable housing and market construction already imetusaidia kuajiri vijana kama 300,000 across Kenya. Vile vile tunajenga ICT hubs kuongeza idadi ya vijana ambao wanapata kazi mtandaoni. Na mwisho tunaongeza pia ama tunarudisha ile program ilikuwa imesimama miaka kadhaa imepita ya kazi mtaani, ambayo rais amesema kuanzia mwezi huu turudishe kazi mtaani ili tupee nafasi vijana wengi zaidi nafasi ya kazi. Tuendelee tusiendelee? Turudishe kazi mtaani, tulete kazi mtandaoni na kazi mtaani na kazi kwa mjengo, kazi kila mahali.
iko hata program ingine inaitwa Kazi Majuu ya wale vijana ambao wanapata kazi nje ya nchi, na hiyo Kazi Majuu in the last 2 years